Baadhi yenu mnajiuliza, kilichomleta askofu nini hapa? Sio kweli. Hatujawahi kumwona askofu kwenye misa za jubilei za walei. Kilichomleta nini hapa? Na mapadri wengi na watawa. Najua nitakuja hapa mwezi wa ngapi kuwafanya kigango. Je, bado kitu unajua hiyo? Ndio wameandika kibao pale kikangoni pale kio. Mkangoe mpaka atakapokuja. Unjoke. Simile hamtapata mawali wengi. Mtapata watoto na bahati. Na masista labda wale wanao kunisaidia kubeba sanduku. Na parasi moja wewe. Lakini leo wengi hivi mnafikiri wananisaidia karibu 20, wengine wako kule nje. Wataingia baadaye mtaona. Sasa kilichonileta ni ile la pili alilofanya Mtakatifu Henriko. Nilikuwa ofisini siku moja. Miaka mitatu karibu mitatu almost. Au nyuma kidogo. Huyu mama akaja. Kuna mwana anapita sawa, lakini siku hiyo alikuja nikamfahamu zaidi. Akaniambia, baba, nimekuja. Kuna zawadi yangu na familia nataka nitoe kwa kanisa. Nikamwambia, asante. Zawadi gani mama? Akasema, tuna ploti yetu ya familia jirani na ninakoishi. Natamani tuitoe kwa kanisa ili pale siku moja kuweko na kanisa ili wazee na watoto ambao hawawezi kufika kule parokiani waweze kusali pale jirani. Kama mama hakika. Akaniambia, ndio baba, tumeshaamua ndio hii itakuwa hivyo. Basi mimi nikafikiri sawa, lakini sikuwa na imani sana. Maana najua bei ya ardhi Dodoma. Tena kwenye barabara hii kubwa hiyo. Sema nisubiri nitaona. Nikakaa miezi mingi kidogo. Akaja tena. Hiyo askofu ukumbuke baba alikupa ardhi kwa ajili ya kujenga kanisa. Nikaambia, mama, uko serious? Sasa niko serious baba. Na mawe nimeshaweka pale kukinda hadi zisichukuliwe. Hii serious. Basi mmoja nikamwambia aje. Akanileta, akanionyesha eneo, nikaona hapa. Baadaye kulikuwa hamna nyumba. Nyumba ilikuwa chache sana. Ilikuwa moja kwenye kona. Ulikuwa unaona mpaka barabarani, ilikuwa hamna nyumba. Chache sana. Basi nikamwaidia kwamba mama, nitalifuatilia hilo na kushukuru tena. Na wakati huo parokia Ihumwa ilikuwa hawachangamki sana eneo hili. Kwanza ilikuwa wachangamkie nini? Wachangamkie nini? Sasa nikaona namna pekee ya kuweza kufanya mahali hapa paendelee ni mimi mwenyewe tuko ofisini kule nijikomiti kukisimamia hiki kituo ili kipige hatua. Kwa hiyo mwambie mama asante. Pole basi, wakati nafikiria Mungu wangu nitaendeleaje kile kituo. Na Ihumwa pale na wakaanza kupata mapadri hapo, baada kaanza kuja kutoka kule na hudumia hapa, na nyinyi mkaanza kwa wengi kidogo. Na nilipopata padri ambaye alikuwa tayari kuwahudumia padri na watu, sisi kumwambia bwana, na kituo nimeshajikomiti nitakisimamia mwenyewe, sasa kwa nafsi yangu naomba ukakiendeleze. Padri kaja, nikaanza kuchapa kazi hapa na kufanya maajabu haya. Sikujua kwamba kuna kanisa, mnajua hiyo. Serious. Siku ile nasema mtakuwa kigango, nilijua nitakuja kuwafanya kwenye mahema. Lakini hata kanisa mnalo. Jamani, mjipongeze sana. Lakini kwa zaidi naomba tupongeze Mama Audrey pamoja na familia yake kwa ukarimu wao. Jamani, hakudai hata senti moja. Hata senti moja hakudai. Sasa aliponiambia kwamba aliandika pale nilio na mwaliko wa askofu na alifanya kama anavyoajilika wengine, hakutegemea ningekuja anyway. Hivyo formality. Nilipoenda nikasema no. Nitakwenda ili nikashiriki naye kumshukuru Mungu kwa sababu ya ukarimu wake. Makofi mengi sana bwana.
Kwa hiyo mmejua kwa nini nimekuja sasa. Katika Injili mmesikia ile Injili ile ya wakoma 10. Wakoma 10. Tunaambiwa mmoja alirudi kumshukuru Mwenyezi baada ya kufanywa makuu. Huwa napenda wale wakoma 10 kuwagawa katika mafungu matatu, ukiacha yule aliyerudi. Wale 9 waliobaki napendaga kichwani pangu kuwagawa katika mafungu matatu. Japokuwa sidhani kama ilikuwa hivyo, lakini nafikiri sidhani kama nitakosea sana. Naamini kati yao kuna ambao baada ya kuponywa hawakurudi kwa sababu walijilinganisha na wengine. Tulikuwa vizuri, tukapata ukoma, sasa tumepona. Tuko kama wengine. Kumbe haki yetu bwana. Wale hao walimpa nini Mungu? Wamemwomba Mungu asante kwa kuwa vizuri bila ukoma. Si wako hivyo. Wanaona ni haki yao, na sisi haki yetu kupona. Sasa tunataka kushukuru nini? Watu kwa kama watu wengine. Kule la maana. Kwa hiyo hakuna sababu kurudi kwa sababu wamepata kilichokuwa haki yao. Kundi la pili ni wale ambao hawakurudi kwa sababu baada ya kwenda nyumbani wakaanza kufurahi na familia na wake zao na watoto. Walisema, si inatosha tu. Si Mungu anaona? Si inatosha tu. Tufurahi na familia. Jambo jema. Na hakika Mungu anafurahi kwa sababu furahi na familia. Na kundi la tatu ni wale ambao walipiga mahesabu. Wale wanaofanya biashara walikuwa. Wakajiuliza, huku tulikokuja kuona makuhani mpaka tukarudi Yerusalemu kwa yule Yesu mbali. Alafu kuna nauli, wanakwenda kulala hoji, gharama zote atalipa nani? Nasema inatosha. Kwa gharama hizo sisi tukubali hata mara moja. Kwa hiyo wakuja kwa sababu kwa gharama. Isipokuwa yule mmoja Samaria ambaye alisema sio swala la kwamba nimekuwa kama wengine, sio swala la kwamba nakaa na familia na nifurahisha tu, sio swala la gharama, nitarudi kwa gharama yoyote kumwambia Mungu asante. Ndicho tunachoonja leo kwa mama. Nikisema wangapi mnyoshe mikono mna miaka 50 mwaka huu mtanyosha wengi. Uongo kweli? Nikisema wangapi mna Biblia ndani 25 ya ndoa mtanyosha wengi. Uongo kweli? Nikisema kwa hiyo mko watu mna Biblia yenu vingi. Lakini yeye mmekuwa kama wale mabuli wengine. Si Biblia kama wengine sasa. Gharama yote yake. Nikabana. Mama huyo akasema najua kuwaita watu, marafiki zangu, familia yangu kuja kumshukuru Mungu ni jambo la heri hata kama ni kitendo. Na ndio maana tuko hapa. Mama salute. Kwa hiyo mama wote tumuombee sana yeye na familia yake, na kwa familia yake, mume wake, watoto wake na familia.